Na analikwa ati anapewa yasema anapewa mombo moja ati ya mnaga ati wewe na ya kutungia. Na tumeleta hiyo maneno mpaka kwa wachungaji hivi vibanu. Unashika vitu yote na unapatia ati hiyo ati ya kutungia. Mungu kusachunga ng'ombe the whole forest. Mfua na huko msitu. By the end of the day ati anachunga kwa hiyo ng'ombe moja. Hapo hata kama Mungu taumia sisi. Sisi kama tutaenda mbinguni. I don't know kama mbinguni iko ya kuteseka hiyo. Unafikiria mchungaji mkuguzi ametumia ng'ombe 100 animals. Wanatembea wanakula vizuri. Unakamua masio vizuri. Alafu naambia yeye unajua iko na ng'ombe yako hiyo. Na wanakubali. Unachunga hiyo yako 100 na yako moja. Ya mateso. Mungu hawezi kukuona wewe, I'm telling you. Imeapishwa hiyo maneno polepole mpaka kanisa. Wanatoa fungu mzuri. Natoa 5,000. Nasema ni ya mchungaji. The rest wacheke hiyo, wafanye hiyo. It's that really. From their ties to their Bombay. Not one local. Kwa hivyo ninaanza kusema Kitale Area Council walituruhusu kulingana na maandiko yetu ya Biblia ya kwamba all local churches watoe fungu, watoe sadaka, watoe mafuno, waiweke, waipangilie mchungaji hapa. Reverend kama mimi kama wakasema 25,000. Yo, walisema tu ya chini. 25 licensed pastors ambayo ni pastors wakasema 15 to 18. Wakasema reverends 18 to 25. Kama mko chini mnafika 18 mpaka mwisho 25. Kitale Area Council walipitisha hiyo. Wale watafanya hivyo wapendwa, Mungu atawabariki. Kwa sababu mchungaji ya ng'ombe ameteseka basi. Na imebeba hiyo maneno mpaka mchungaji ya Mungu. Mwisho ni kwamba tutumikie Mungu kwa moyo. Tumetoka Misri, tuko mahali pa maziwa na asali. Tutumikie Mungu wetu. Siku za mwisho zimefika. Let us support with our work. Tutumikie Mungu na mali zetu. In fact, AIC Fellowship hapa Hello mnajua yenye wanatoa every month, kila mwezi 1.2 million AIC milioni. Na wanalipa mchungaji 300,000. Na hiyo 1.2 every month inawekwa hazina ya mchungaji, account ya mchungaji. Every month 1.2. Payment ya mchungaji 300,000. And then yao wanafanya after that. The 300,000 yenye wanafanya tulilipa hiyo 300,000 ile. Sasa ile 5,000 wamemaliza. Na tumeona hapa anakula pesa. Ni kama mkula mshiki. Kulia masomo. Wanatesta pesa. Na kuleta pesa ya ujenzi ya maendeleo ya kufikia wala watu wetu. Wana pesa hata wanaenda kugana sana. Wana support kwa pesa za income generating. Kama kanisa yetu tuwe na income generating ambaye inasaidia watu waendelee na mambo mengine na si fungu na mafungu. Asa Kongress maendeleo basi waje Mungu akubariki. Tuheshimu Mungu na mali zetu. Tuheshimu Mungu na mali zetu.
wakati mmoja utatuliza, pastor, ulisema kweli, nimefaulu. Do it and you will see. Heshimu Mungu na mali yako. Ndio utaona bila baraka. Ningependa niseme pastors, tutaombea watoto ama tutaombea mafungu. Kwanza na watoto alafu malefu. Asante sana. Ya maombi maalum kama leo. Tuteteke watoto wetu mbele za Bwana. Pepana na mume wako kuja kuombea watoto wetu. Usiku mmoja mtoto akilia, msema chapa singisi hapa. Roho mama unaamka, nenda hiyo kuja ndani. Na wakupa baba anahangaika hivi. Hiyo si nzuri. Haija asante kwa wale wamekuja wanaume, asante sana. Kusimama na watoto wetu. Kwa sababu ya maandiko inasema lazima tuwawekee mkono tuwabariki. Lakini kwa sababu ya wote baraka tutachukua mtamriwe sote tutaiombea pamoja. Na wale wameketi pale miaka chache ambazo ziko mbele yetu. Mtaona ni watu wazuri, watu ambaye kanisa wanaweza kutegemea. Hata wewe utasema, kumbe huyu mtoto amekuwa hivi, mtoto ameendelea hivi, utashangaa mtoto wako atakapokuwa mtu mzima. Kwa hivyo ni vizuri tufanye nini? Tuwawekee mbele za Bwana. Kwa hivyo kuna maswali machache ambayo huwa tunauliza. Na kama huwezi kufanya hivyo, sema la, sitafanya. Asina ukuja hapa mbele, tukupeleka ofisi hapo, utueleze kwa nini ulikuja mbele na ukakataa kufuata masharti. Sasa hii maswali ni aidha useme ndio nitafanya hivyo ama utaki. Hasa wewe mwenyewe utaamua. So hii ni maswali kwa wazazi wa mtoto. Maswali kwa wazazi. Si mnaona hata katika yetu inasema maswali kwa wazazi wa mtoto. Hawajaokoka. Tetalesi. Mtoto huyu wenu ambaye ni wa dhamana katika malezi na maonyo ya Bwana. Nataka sauti. Swali la pili. Mwaahidi ya kwamba mtamwombea mtoto huyu kila siku? Mtamwonyesha njia ya wokovu? Mnapomweka mtoto huyu hawa wa Bwana ili afanye naye kama apendavyo kwa kumtumikia? Hayo maswali machache ni muhimu sana. Mtakaporudi nyumbani, hiyo ndio ninahitaji mume wako hapa. Kwa sababu mtoto akisumbua usiku, mnaenda mahali na kuomba. Mnaomba pamoja, mnashika imani pamoja. Mnaombea mtoto wenu pamoja. Mnasema Mungu, saidia huyu mtoto au mtu wa muhimu katika jamii yetu. Tusiwe na mwingine mwenye anataka ya jamii yetu. Tusiwe na mwingine mwenye anataka aitwe kwa majina mengine ambaye si jina hili ya Kristo. Tuwe na imani moja, watoto wetu watapata baraka. Kwa hivyo kama mmekubali hivyo, tutaweka mbele za Bwana pamoja, na nitahitaji tuweke mikono waume wao kwa mikono na kanisa kwa jumla. Kanisa kwa jumla, kwa sababu wako wengi. Tutasimama na kuinua mikono yetu kuwabariki watoto wetu pamoja ninapoomba sasa. Haya, tuombe pamoja, tuinua mkono tukiwa na imani moja. Baba ambaye unaishi milele, leo ni siku muhimu katika kanisa letu la AIC Kigieto kwa ajili ya maombi na dedication ya watoto kuleta mkononi mwako. Kwa hivyo kwa majina zao Mungu wangu unawajua, unawafahamu, na iweka leo mkononi mwako watoto hawa, watunze, uwapatie afya nzuri pamoja na wazazi wao, uwapatie fedha ya kutosha kuwalea hawa watoto, kuwatunza hawa watoto. Na Mungu zaidi ya yote, tunakataa tamu ambayo itawafuata hawa watoto, ambaye si tamu ya kupendeza, ambayo inaleta malana. Tunakataa na kupinga katika jina la Yesu Kristo ipate kushinda, ili hawa watoto wawe na afya nzuri, wawe na baraka katika maisha yao, hata watakapokuwa watu wazima, wao watoto ambao watatunza kazi yako katika mji yetu na hata katika milima yangu watu wa jumla.
wa watoto ambayo tunawabariki na kuwategemea. Kwa hivyo leo hii, Jumapili hii ambayo ni tarehe 18, tunaweka hao mkononi mwako siku hii ya leo maalum kwa jina la Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu.